Mama, yani mimi wa kijijini ndio mnakula miogo. Mimi mnaingia hapo. Baada ya mimi nile miogo. Basi. Kweli na hilo nalo neno. Yeye mtakao mle ubwabwa. Kweli mwanangu, sisi mihogo kila siku, yani mpaka nachoka. Kuna watu wanapitisha vitumbua mafuta kama yote. Nitakufa. Yani mimi ni mihogo na mimi. Na watakuwa punguze kweli, mafuta sio mazuri sasa hivi. Nalo neno. Na ugonjwa kibao unatokea sasa hivi, kuna figo, sio ini, sio kuna pressure, kisukari. Basi mwanangu, basi. Na figo ishabui hata mtoto mdogo sasa hivi. Zamani haipo hiyo. Hakuna magonjwa kama hayo. Ila sasa hivi wanasema vyakula. Kuna mjumbe wetu sasa anakujaga hapa. Vyakula, anapiga debe, jamani vyakula punguzeni mafuta, sio punguzeni nini. Kila leo anapita yule dada. Kwa kweli. Ila mama, mjomba, mdogo wangu, sasa umefika wakati mwafaka, umerudi huko nyumbani. Mimi nimempata mchumba. Lakini yule mchumba kuna tatizo kubwa tu moja tu. Hataki kubadilisha dini. Hataki kubadilisha dini? Ndio. Kwa sababu gani? Basi tu yeye mwenyewe naambia badilisha dini hataki, ila mimi nampenda na yeye ananipenda. Kwa nini? Yeye Mkristo, ananipenda, nampenda. Ila kubadilisha dini tu ndio utatake mimi na yeye. Basi huyu mwanamke hamtaki. Kwa nini akataka kubadilisha dini? Na nyinyi mmetoka mbali, mnapendana mwanangu, mmefika hatua kukaa pamoja. Kwa nini akataka kubadilisha dini? Mama, hilo ndo sielewi, ila ananipenda kweli na mimi nampenda sana. Mke hataki kubadilisha dini. Dini imefanya. Yeye Mkristo mwenzangu, mimi Muislamu, sasa yeye hataki kubadilisha dini. Huyo mwanamke Hakuna neno dadangu, dini sio shida. Dini kitu gani? Si mnapendana? Ananipenda, nampenda. Hamna neno hapa. Mimi haki ya Mungu. Sio mwanamke kwa sababu. Sio mwanamke. Sasa kubadilisha dini. Maana yake ni na huyu ndio mwanamume. Mwanamume akitamka kauli yake ni nzito, ichukuliwe uzito. Sawa, lakini wote wanaenda kwenye kujenga familia na vitu waelewane. Hapana. Huyo sio mwanamke kuoa. Sasa mama, kama sio mwanamke, mbona anipenda na mimi nampenda? Anataka pesa zako. Wewe unataka pesa zako. Ukienda kazini ukirudi mihela chekwa. Minyama, misamaki. Si anakula? Mimi nitakushauri, yani ya kipindi, kwani mimi nikibadilisha dini mama, kwani nyinyi inakuwa la. Kakwambia nani? Baba yako kakuacha, amekufa kwenye dini ya Kiislamu. Leo kama mwanamke hataki kubadilisha dini, achana naye. Hiyo sio kitu yenye ipo kawaida. Sikia nikwambie bro. Mimi niko na one thing yenye nataka nikwambie hapa today. Hivi si umekuja huku Ushago? Huku Ushago wenye kuna wanawake wengi wazuri warembo, wenye wanakaanga tu huko kwa majirani, wamekaa hapo cool, wametulia. Achana na huyo huko wa town, ambaye tu anakupenda wewe kwa sababu anataka tu hizo pesa zako, venye anakula vizuri, ana grow, anapendeza, that's why anakungangania. But angekuwa geli yenye anakupenda kwa dhati, wala singegoma kubadilisha hiyo dini. Mimi nashauri tu uachane tu naye huko. Uangalie tu kustaarabu Ushago yenye kuna wanawake wengi wazuri bro. Uko ule vipi? Tuingie wapi? Umenielewa? Tulikuwa tunaoana. Umenielewa? Uko na koo. Na mtu hata kama uko Ulaya anatafutiwa mwanamke hapa safi. Na hapa mwanamke mmoja anaitwa Rabia. Jina la babake limenitoka. Kwa mama, mimi nitoke mjini nije kwa huko kijijini. Jamani, mbona mimi nimeolewa kijijini na nimewazaini nyinyi? Pana nini? Pameharibika nini? Mmekufa? Pameharibika nini? Wewe unamchagulia na hakika atapenda kama wewe. Mimi nimekwambia babake ni mswalihina, mamake ni mswalihina. Baba, yani wazazi wake wanaswali, na huyo mtoto akitembea nyanyami kama hataki kukanyaga ardhi. Mtoto busara nakwambia, shikamo yuko hivi nyenye. Atakufaa mwanangu, huyo ndo mwanamke. Haki ya Mungu nakwambia. Hiyo kitu right mazao. Ile kitu mimi naona
before hajaenda huko town angeenda tu pale amuone huyo binti ako na look vipi, ili hata kama akimpenda akienda huko tu huyo mshenzi wake aende tu amtrash aje huko aje. Wewe usimwite mshenzi. Anasema tu. Sasa mshenzi mimi nani? Mimi nakwambia mimi nampenda, anasema mshenzi. Hapana. Ila amesema kwamba kama anakataa kubadilisha dini. Ndugu wangu. Nataka nakunyoshia kisu. Hivi unajua maana kupenda? Au ushai kupenda wewe? Hata kama bro, but kitu yenye nakwambia mimi niko right. If utapenda is okay. If hautapenda basi. Alafu mama, huyu kuanzia sauti mpaka minywele kaharibikiwa, anafuata watu wa Kenya. Wa Kenya hujui kama anamtukana nani Mama Samia? Mimi sijuangi hivyo bro. Yaani unatakiwa ubadilike. Yaani ubadilike kabisa. Na sawa kurudi tena huko Kenya ufe. Life leo. Sawa? Kaa hapa na mama, mijengo yote umejengewa hii. Wewe unataka uende wapi? Alafu kule kuna vita. Wenyewe kwa wenyewe. Utakuja kufa. Utakuja kufa kule. Watu wanapigana bunduki kule. Haya bro. Au sio mjomba? Wenye tu unanichukulia mimi sina maana mbaya bro. But if kama nimesema wrong, it's okay. Yeah. Mimi nishao kipindi kirefu tu namuelekeza mama yako, lakini hajanielewa kuhusu mtoto wake. Basi na mimi nikawaacha kama walivyo. Kitu yenye naongea ushauri wangu unakuanga tu zero. Bora tu ni keep quiet. Sio ngumu, sawa ni vizuri. Ila sasa mimi nitafanya kitu kimoja. Mimi itabidi nirudi kule. Nikaongea naye, ikishindikana nitamtafuta mwingine. Ikishindikana kabisa hata wewe mwingine, nitarudi kwa wazazi wangu, mjomba, mama, mtanitafutia wewe mnaosema. Mwanangu, uende ukatafute tena, mwingine tena, wakati hapa njia nyeupe. Mwanangu, njia hapa nyeupe. Mama, watu wanatafutia wanawake. Huyo babao nikikwambia babake mimi huyo ni wewe bizuki. Yani hapana kwa kweli. Ni watu wazuri. Mama utafikiana kizamani mama, bwana huku kijijini bwana. Sawa nitafanya hivyo tu. Nitaenda huko kihangaika nikishindwa basi utanitafutia. Nitamwambia mjomba wewe utanitafutia. Haina shida. Lakini mimi radhi yangu ni Rabia.